Hi guys, story Kanazila, muda umefika, dada yenu nimekaria kiti, leo nimekuja kwa ajili ya story mpya. Story yetu ya leo anayetuhadithia ni kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 32. Kwa majina yake anaitwa Aren. Ana majina lakini hapa tunapachika majina tofauti na mtu anayeleta simulizi, na kuna vitu ambavyo tunakuwa tunavi-edit ili kama kuna aliye karibu na muhusika asimfahamu. Ameomba iwe hivyo na nimefanya hivyo kwa ajili ya kumtunzia asifahamike ni nani. Aren anasema yeye ni kijana wa miaka 32 na amezaliwa mkoani Kigoma. Anasema kwenye tumbo la mama yake yeye alizaliwa peke yake, lakini baba yake walikuwa wapo vijana 4. Anasema tulizaliwa wa kiume watupu bila dada. Anasema maisha yangu yalikuwa ya kijijini, nafanya shughuli zangu mbalimbali ambazo zinaniendeshea maisha yangu, lakini still nilikuwa bado ninakaa kwa wazazi kwa wakati huu. Ina maana anatusimulia historia hiyo ikiwa ni miaka kadhaa nyuma, akiwa kijana kwenye umri wa bale. Anasema maisha ya nyumbani kwetu hayakuwa mabaya sana, hayakuwa mazuri sana, lakini tulikuwa tunaishi, tunaweza tukapata chakula, tukala kama familia, ila maisha tulikuwa tunayaendesha kwa kilimo na uvuvi. Anasema babangu alikuwa mvuvi, ina maana ataenda ziwani, apate kitu, arudi, alete nyumbani, lakini hapo tunafanya na kilimo. Anasema maisha kiukweli ya kijijini kwetu mimi sikuwahi kuyapenda. Anasema tangu nazaliwa nikiwa naishi kijijini kwetu, ndoto zangu hazikuwa kuendesha maisha yangu pale. Anasema mimi nilikuwa ninawaza tofauti kabisa. Katika kitu ambacho kilikuwa kichwani kwangu ni kwenda kuanzisha maisha sehemu nyingine tofauti na Kigoma, na mji ambao nilikuwa ninautamani niende au mkoa ilikuwa ninatamani niende Dar es Salaam. Anasema yes, kama ambavyo watu wengi tunaamini na kusikia watu waliopo mikoani wanaamini Dar es Salaam ni mji ambao una mafanikio, una pesa, ndivyo hivyo na mimi akili yangu ilikuwa imejengeka. Anasema nilikuwa naamini kwenye akili na fikra zangu siku nitakayokanyaga Dar es Salaam ndio siku mimi ambayo nitakuwa nimetusua kimaisha na kuondokana na hii hali ya ufukara ambayo iko nyumbani kwetu. Anasema ilikuwa natamani lakini sikuwa na pa kuanzia. Siku moja nikapata wazo mimi na rafiki yangu. Anasema rafiki yangu alikuwa na mawazo kama yangu, na yeye kichwani alikuwa anatamani atoke mkoani Kigoma aende Dar es Salaam. Nikamwambia sasa hapa tunafanyaje? Hatuna pesa ambazo tunaweza tukapanda magari tukafika huko, tukiomba wazazi hatutopata. Cha kufanya tujaribu kumake. Anasema kweli sisi tuliamua kutafuta vibubu vile vya mbao ambavyo watu wanahifadhia hela. Anasema tulienda sehemu moja tukawa tumekichimbia hapo na tukaweka alama zetu. Tulikuwa tukifanya kazi tukipata maripo. Anasema ya vijijini ni madogo sana, mnaweza mkapata kwa siku 1500, mmefanya kazi ngumu mkapata 2000. Anasema iko kiasi cha pesa tulikuwa tunaenda tunakificha hapo bila kuwashirikisha wazazi. Anasema sikuwahi kumwambia mama, sikuwahi kumwambia ndugu yangu, sikuwahi kumwambia baba. Ilikuwa ni siri yetu mimi na rafiki yangu. Anasema siku zikawa zinaenda, sisi tukipata hela tunaenda tunaweka hapo, tunaenda tunaweka hapo. Anasema siku moja nikasema hivi, kwa nini ninahangaika? Yamkini nikielezea familia au nikimwambia mama anaweza kanisaidia. Anasema kweli nilimshirikisha mamangu, nikamwambia mama, hivi maisha hapa kijijini hayajakuchosha? Mama akasema amenichosha mwanangu, lakini kiukweli hatuna cha kufanya, inabidi tu tuendelee kupambana. Nikamwambia mama mimi natamani kwenda Dar es Salaam. Mamangu akaniambia usije ukasubutu huo ujinga. Anasema hakuipokea vile ambavyo mimi nilikuwa ninawaza kabisa. Yani mama yangu hakuipokea, alikuwa mkali, alinifokea akaniambia utaenda kufa huko, sio kuzuri kama unavyohisi. Kwanza hauna ndugu Dar es Salaam, hatuna ndugu yoyote, unaenda kwa nani, unafikia kwa nani, unalala wapi? Anasema mama yangu aliongea kama mzazi mwingine angeongea akisikia mwanae anaenda sehemu nyingine tofauti na mkoa aliopo kwenda kutafuta maisha, akiwa huko anakoenda hana anayemjua na hana msaada. Anasema kwa upande fulani nilimuelewa, lakini baadaye nikaona mama anawaza tofauti, lakini mimi kichwani ninataka kwenda Dar es Salaam. Anasema kweli siku zilienda bila mimi kuonyesha nyumbani kwetu tofauti yoyote. Anasema pesa zilikuwa zinakaribia kufika ambavyo tulikuwa tumepanga ila ifike. Anasema tuliongeza juhudi na rafiki yangu, tuliongeza bidii. Wakati huo nauli ambayo tunayo inaweza ikatutoa kutoka Kigoma ikatusogeza labda mpaka mikoa 2-3 mbele, lakini rafiki yangu ananiambia tuanze safari mpaka tutakaposogea tuendelee na kazi. Mimi ninamwambia tufanye kwanza kazi mpaka hela ikitosha kabisa ya nauli ya
ya Kigoma mpaka Dar es Salaam ndo tuondoke. Kwa hiyo ukinzani ulitokea kati yangu mimi na yeye. Anasema siku moja nikiwa niko nyumbani, rafiki yangu sikumuona tangu asubuhi. Nikasema ngoja niende kwao, leo sijamuona. Anasema nilipofika nyumbani kwao nikaambiwa mwenzako hayupo. Nikaenda sehemu zile ambazo tulikuwa tunazungukia center, sehemu tulizokuwa tunakaa na marafiki zetu wengine, anasema kote sikumuona. Nikasema huyu atakuwa ameenda wapi? Akili kanijia ikaniambia ngoja nikatoe zile hela kule. Yamkini yeye ameshaondoka, basi hizi zitanisaidia mimi kesho nianze safari niondoke zangu Dar es Salaam. Anasema huwezi amini, nilienda mpaka tunapoweka zile hela lakini sikukuta shilingi 100. Ina maana rafiki yake alikuwa amemsaliti, amechukua zile hela na ameanza safari bila kumwaga. Anasema niliumia, nilirudi nyumbani hiyo siku sikusemeshana na mtu, sikula chakula kabisa. Mama yangu ananiuliza nini, sina hata cha kumwambia, namwambia hapana. Mangu ananiambia umekumbwa na nini, unaumwa, namwambia hapana. Baba ananiuliza, ninajibu tu hapana. Anasema mimi ni kama ndoto zangu za kwenda Dar es Salaam zirizima. Sikuwa ninajua sasa ninafanya nini. Mtu ambaye niliamini kwamba ndo ninaweza kwenda huko ninakoenda tukapambana naye, ndo huyo amenisaliti, amechukua pesa zote na ameondoka. Anasema niliumia, nilikaa ndani bila kwenda shamba, ninadanganya tu ninaumwa sana kichwa, bila kwenda kwenye mizunguko. Karibia siku 3 nipo tu ndani. Anasema baadaye nikapiga moyo konde, nikasema lazima nipambane, mimi ni mwanaume, nitapambana na hiyo hela nitaipata. Anasema kweli mimi niliamua sasa kuchukua kwetu kitu chochote cha samani niuze, nikipata hiyo hela niende Dar es Salaam. Anasema niliwaza kuuza lakini sikuwaza kuuza kijijini kwetu maana ingefahamika. Kwa hiyo nikataka nichukue baskeli ya baba yangu ambayo anazo 2, moja iko ndani, nikauze kijiji cha 3. Nikipata hiyo hela mimi nitimkie huko. Anasema kweli siku hiyo baba yangu akawa ameenda ziwani na mama yangu ameenda shamba. Mimi nilitoka na ile baskeli. Baskeli ile shida yake ilikuwa haina upepo tu. Kwa hiyo nikaenda nikajaza upepo. Safari ikaanza, ninaenda kijiji cha 3 kuuza baskeli nipate nauli ya kuelekea Dar es Salaam sasa.